akaweza kumuita. Unajua Mungu haangalii jinsi sisi wanadamu tunaangalia. Bwana asifiwe. Wewe unaweza angalia ukaona sasa huyu ataniambia nini? Lakini Mungu haangalii, anaangalia chombo ambacho anaweza kukitumia. Akamwangalia Samueli na udogo wake, akaona Samueli ni chombo teule ambacho Mungu angeweza kukitumia. Ndiposa anamuita Samueli, Samueli, uko wapi? Na ninashukuru Mungu kwa sababu huyu kijana alilelewa katika nyumba ya Mungu, alijua sauti ya mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo alikuwa anatoka anamfuata. Anamuuliza mtumishi, "Je, umeniita? Wewe sijui huwa unafuata nani?" Hadi kwa Yesu. Amen. Wakati unasikia misuke kule nje, sijui huwa unafuata nani? Kijana yangu amesema ati mganga naye amfanya nini? Mganga pia ameenda kutafuta daktari. Na wewe unaenda kutafuta mganga. Angalia vile watu wanapotea. Bwana asifiwe. Unajua siku moja nikaangalia ya kwamba unaenda kwa mganga, anakuitisha kuku aliyenona mkubwa wa white. Yaani wewe unateseka ukitafutia mtu kuku, anaenda anakula na familia yake, na wewe unakula simba na mzungu. Shetani ashinde katika jina la Yesu. Kwa sababu haya ndiyo mambo ambayo yanatupoteza. Baada ya kusikia sauti ya misukosuko, baada ya kukimbia katika nyumba ya Mungu, tunakimbia kwa waganga. Hadi kwa Yesu. Bwana tusaidie. Lakini huyu kijana anakimbia kwa Eli, anamuuliza mtumishi, nimesikia unaniita. Anamwambia hapana. Ula utakaposikia tena mwambie Bwana, niko hapa, nena nami. Amen. Blessed be the name of Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu gani? Mungu hakuangalia udogo wa Samueli, aliangalia chombo ambacho anaweza akakitumia. Na mimi ninaamini ya kwamba sote tunatamani kuwa hicho chombo kiteule, chombo kitakatifu ambacho Mungu anaweza akakitumia. Mfinyanzi siku moja akachukua udongo, alipokuwa anatengeneza, Karisa amesema akitengeneza aone ni mbaya anaibomoa tena. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Anataka kutengeneza chombo kizuri, chombo cha kutamanika, chombo ambacho kinaweza kikaleta utukufu. Kwa hivyo lazima atakichuna, lazima atakitengeneza hadi aone chombo hiko kimekuwa kizuri, na atasema this is beautiful. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Mwimbaji mmoja akasema, Lord prepare me to be a sanctuary, holy, tried and true, so true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Ya kwamba Bwana nitengeneze, nitayarishe kuwa hekalu takatifu ambayo Bwana unaweza ukatumia, ambayo imejaa ukweli ndani yake. Bwana asifiwe. Bwana anatafuta mtu mchana wa leo, mtu ambaye anaweza akafanyika chombo. Ndiposa ninasema how to become a vessel that God can use. Mama, read for me 2 Timothy. Timotheo wa pili chapter 2. Utasoma hiyo 1 alafu utaruka utaenda kwa 20 to 21. Second Timothy. Yeah, 2 Timothy chapter 2. Usome verse 1 alafu uruke uende kwa 20 to 21. Basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Verse 20 inasema,
Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Jina la Bwana litukuzwe. Paulo anaongea na mtumishi wake ama mtoto wake Timotheo ambaye alikuwa amelea. Na namwambia Timotheo, mwanangu, uwe hodari. Jina la Bwana litukuzwe. Ya kwamba basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu gani? Chombo ambacho Mungu anataka kutumia lazima kiwe ni chombo hodari. Bwana asifiwe. Ni chombo ambacho kinaweza kikasimama imara. Na neno la Mungu linasema ya kwamba akawa anamwambia ya kwamba lakini basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, utakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Jina la Bwana litukuzwe.